Siku nimeamka zangu asubuhi nikaingia Instagram. Kuingia Instagram nikakutana na message mpya. Kufungua nikakuta huyo kaka ananiomba namba yangu ya simu. Nikaingia kwenye account yake kumwangalia ni mtu aina gani, nikaangalia post zake, nikaona okay, naweza nikamtumia. So nikawa nimemtumia hiyo namba. And then tukaanza kuongea na nini, unajua ile watu kama kujuana. Kana niuliza unakaa wapi, unapenda nini? Mind wako tunaongea yani kama wiki 3 hivi tunaongea kila siku tunaongea hata masaa 2 3. Lakini alivyoniambia niende South Africa nikakaa nikawaza, ndio huyu mtu nimekutana naye kwenye social media, ndio nimeongea naye video call, najua nilikuwa aliyenipa namba ndio huyu, lakini kweli niende nchi ambayo sijui na in case yani akinigeuka na shindo kurudi nyumbani. Ila nikaona hapana. Okay, ngoja tu niende. Nikawa nimemtafuta huyo kaka nikamwambia sikia, mimi kuja naweza kuja lakini mimi naogopa siwezi safiri kwenda nchi za nje peke yangu na nini na wewe hatuje kukutana. Kwa hiyo naomba nije na rafiki yangu. Akawa ameonekana kama yeye amekasirika kidogo. Though alikuwa hataki kuonyesha kama amekasirika lakini akawa kama amenuna, ila akasema tu it's fine. Kama utaona uko comfortable kuja na rafiki yako hakuna shida. Basi nikamwambia rafiki yangu huyo mmoja katukatia tickets, safari kawa imeiva. Kosa la kwanza hatukumwambia mtu mwingine yeyote tunakoenda. Kosa la pili hatukwambia hata wazazi. Kwa wazazi wanajua sisi tupo shule, tuko chuoni, lakini sisi tuna plani safari ya kwenda South Africa tena nje ya nchi. So tukajiandaa, hiyo siku imefika, tukajiandaa, tukaenda airport, tukaenda mpaka South Africa. Tumefika kule, akawa amekuja kutupokea pale airport. Tukawa tumeenda kwenye gari yake, lakini kwenye gari yake kulikuwa kuna rafiki zake wengine. Tukasema okay, it's fine, sio mbaya. Walikuwa wawili. Tukapanda gari, tukawa tunaelekea kwake. Tumefika kwake, nyumba ni nzuri, ni ghorofa, nje kuna fande pale, tukaingia kama kawaida. Tulipoingia ndani akatuonyesha chumba ambacho tutalala. Akaniambia anajua unaogopa lakini kwa sababu kuna rafiki yako utalala naye chumba kimoja ili uoga ukuishe. Nikasema okay, ni sawa. Haya sasa. Tumekaa kidogo, ghafla tukaona watu wanagonga nje. Alipoenda kufungua wakaingia wakaka wengine. Kwa nyumba ikawa imejaa na wakaka yani almost zaidi ya 10. Mimi nikawa nimekasirika, nikaona okay, huyu mtu amenileta nije kwake kumuona alafu kaleta watu wote hao. It means kwamba mimi nisingekuwa na rafiki yangu hapa, ningekuwa mwanamke peke yangu. Nikaona mbona kama sasa red flags zinaanza kuonekana. Tumekaa kidogo, ile kaka akasema usijali, sijui hao watu wana